Bwana Yesu asifiwe, mtumishi wa Mungu. Amina. Unaizungumziaje wiki ya CMF ambayo tunaitarajia kuanza next week kwa maana ya tarehe 27? Naweza nikasema tu kwamba kwanza tuna shauku kubwa kwa sababu hii issue inafanyika mara moja tu kwa mwaka, na kama inafanyika mara moja kwa mwaka, wanaume wengi wana shauku ya kuwa na ile juma la wanaume, na ni muhimu wanaume kuwa na mchuzi, yaani lazima uwe na majani. Sasa kama lazima uwe na majani na umesema kuna mambo mengi yatakuwepo, mambo ya kifedha, mwanaume bwana Mungu pia fedha ni ya muhimu sana. Kwa hiyo tuna shauku ya kujifunza kutoka kwa mtaalamu wetu ambaye ameandaliwa, mbobezi wa mambo ya fedha, mambo ya kuweka bondi, mambo ya kuweka akiba. Sio tu unaweka tu kibubu, lakini cha nini? Kwa tunategemea mambo mengi kujifunza, lakini siku ya Ijumaa nayo ni ya moto sana. Round table ni sehemu ya msingi sana ambayo tunajadili mambo mengi kwa kina kama wanaume tunazungumza. Tunajijenga pamoja, tunatiana moyo na kuona Mungu anataka tupeleke hatua gani. Kwa hiyo tuna shauku kubwa na tunangoja kweli kweli. Amina. Umezungumzia swala la uchumi na fedha, ukazungumzia pia issue ya round table ambayo itafanyika siku ya Ijumaa. Tutakuwa na kilele chetu ambayo itakuwa ni siku ya Jumapili, na kwa taarifa tulizonazo mtumishi wa Mungu Boaz Duncan kutoka pale Mwanza BMCC atakuwepo hapa. Wewe kama mtumishi wa Mungu unamzungumziaje mtumishi huyu, na utumie fursa hii pia kukaribisha wadau wengine kuhudhuria kwenye semina hii? Jumapili ni jambo kubwa, ni jambo la kilele na ni siku ya kumtukuza Bwana. Kama ni siku ya kumtukuza Bwana, Mungu ametupa neema ya kuwa na mtumishi wake Boaz Duncan. Mimi namkubali sana, nyimbo zake nazisikiliza sana, na kila mara kuzisikiliza zinainua na zinakupeleka kumtambua Mungu ni nani na ukuu wake. Na kwa maana hiyo ni siku ambayo tutamtukuza Bwana, na tunaamini uwepo wake utashuhudia mtumishi wake, na sisi tutahudumiwa pia. Amina. Mungu akubariki sana. Asante sana. Mungu awabariki sana. Amina.